Mungu anataka uishi kwa imani. Barikiwa sana. Mungu anataka uishi kwa imani. Mwenye imani anaona maongezeko, haoni alama ya kutoa, lakini anayeogopa anaona alama ya kutoa. Ndiyo maana Mungu anataka wewe uishi kwa imani. Je, ni kitu gani cha ziada ambacho unaona kinaongezeka ndani yako? Mungu anataka uishi kwa imani. Mungu anataka ujione kuwa wewe ni Mungu anataka ujione kuwa wewe ni mbarikiwa. Anasema hivi, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Warumi inasema, na katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Wewe ni mshindi, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni angalia, neema iko ndani yako, utukufu uko ndani yako, wewe ni mtu mkubwa. Usiogope majaribu ya leo, usiogope namna unavyokataliwa, usiogope namna unavyosemwa. Kuna msemo unasema hivi, mti wenye matunda ndio unaopigwa nini? Mawe. Sawa eh? Ukiona leo hii kuna majaribu mengi yako mbele yako, kuna mengi mazito unapitia, tambua kabisa ya kwamba hatima yako kesho ni kubwa. Barikiwa sana. Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Tambua ya kuwa hatima yako kesho ni kubwa. Watu wanakusema kwa namna gani, haijalishi leo unapitia ugumu wa namna gani, usiogope, usiogope. Kesho yako ni bora zaidi ya leo. Mungu kabla ya kumthibitisha mtu, Mungu kabla ya kumfanya mtu ategemewe na watu, huwaga anaanza kwanza kumwandaa mtu. Na maandalizi ya Mungu ni kwenye mapito, kwenye kilio, kwenye kukataliwa. Utakosa mavazi, watu watakusema vibaya, yale yote mabaya uliyopitia, Mungu anatunza kumbukumbu ili kesho atakapokufanikisha uweze kuwa na huruma ya kuwasaidia wengine wasiokuwa nacho. Utakumbuka ulikotoka, ukiangalia ulipo ambapo Mungu amekusaidia, utakuwa na huruma ya kuwasaidia watu wasiokuwa nacho, kwa sababu naye pia ulikuwa katika hali ya kutokuwa navyo. Wengine wamepitishwa kwenye magumu leo kwa sababu kuna kesho Mungu anataka kutumia wewe kama mama mlezi wa watu wengine.